Karibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Ingawa dakika 3 naona kwangu hazitoshi, lakini nitajaribu kusummarize. Kiti kitaamua, uendelea. Kwa majina naitwa Amini Alfred Yango. Microphone iko mbali kidogo. Kwa majina naitwa Amini Alfred Yango. Ndio. Mgombea kiti cha uspika kutoka chama cha Alliance for Democratic Change, kwa kifupi ADC. Nafasi yangu ni mkurugenzi wa mambo ya nje. Ama kwa upande wa taaluma, mimi ni fish technologist kutoka chuo cha Nyagezi Fisheries Mwanza, lakini pia Kunduchi Fisheries College Dar es Salaam. Umri wangu ni miaka 55. Ni baba wa mwanamke mmoja na watoto 5. Ni mzaliwa wa mkoa wa Mara, wilaya ya Bunda. Baada ya kusema hayo, nijielekeze sasa katika uzoefu katika masuala ya uongozi. Septemba 1998 nilikuwa production supervisor TANPECH Mwanza. Elfu 1998 production supervisor TANPECH Limited Mwanza. 99 manager mazingira TANPECH Mwanza. 2004 purchasing manager TANPECH Mwanza. 2006 assistant production manager C Product Tanga. 2007 project manager sustainable tuna export project C Product Tanga. 2007 production manager C Product Kirwa Masoko. 2009 purchasing manager Royal African Robusta Tropical Limited. 2019 export director Hong Kong Live Robusta Export Company Limited. Uzoefu wangu katika masuala ya siasa, kama nilivyosema, nimekuwa katibu wa vijana wa CUF wilaya ya Nyamagana Mwanza, lakini kabla ya kuwa mkurugenzi wa mambo ya nje kupitia ADC 2000 mwaka jana nilikuwa naibu mkurugenzi wa mambo ya nje. Kwa nini nimeamua kugombea nafasi ya uspika? Sababu ziko nyingi, lakini kwa muhtasari, kama mtanipa ridhaa ya kuongoza bunge hili, nitahakikisha nasimamia amani na usalama kwa wanaotaka kuhatarisha amani ya nchi na kusimamia umoja wa kitaifa. Lakini pia kwa kuwa kumekuwa na hitajio kubwa la katiba mpya, basi nitahakikisha kama mtanipa ridhaa, waheshimiwa wabunge, nihakikisha kwamba jambo hili nitalisimamia ndani ya muda mfupi tuweze kupata katiba mpya. Lakini pia kuondoa kanuni ambazo ni kandamizi za bunge, ambazo na imani kuna wabunge ambao wanakuwa na fikra sahihi kabisa za kusaidia nchi, lakini pengine kwa sababu ya kanuni kandamizi wanakuwa wanashindwa kutoa mawazo yao positive. La pongezi kwa viongozi wangu wa chama cha ADC, hususan Mheshimiwa Shabani Tutu Haji pamoja na kamati yake tendaji kwa kuniteua kuja kugombea nafasi hii adhimu. Mimi sio bora kuliko wanachama wote wa ADC, lakini wameweza kuniona mimi nafaa. Nichukue fursa hii pia, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nitamaliza presentation yangu bila kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kura nyingi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia Suluhu Hassan, hakika umefanya mengi huko uliko, nadhani unanisikia. Nichukue fursa hii kukupongeza kweli kweli. Nina mengi ya kupongeza, lakini jambo la kwanza ni mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Hiyo ilikuwa ni kichaka cha wauni, watu walikuwa wametumia kwa maslahi yao. Lakini baada ya kubadilisha mfumo, leo rekodi ziko wazi kutoka TRA, ni sehemu ambayo tunakusanya mapato mengi sana ambayo yanasaidia nchi yetu. Lakini lingine, mama, umefanya mengi ambayo siwezi kuyataja kwa muda huu mfupi, lakini umefanya jambo kubwa sana la kusaidia wanyonge kwa kuunda ile kamati ya kuratibu haki na amani. Kwa hiyo nikupongeze mama, nikuombee dua, Mwenyezi Mungu akujalie, chapa kazi, usirudi nyuma, sisi tuko nyuma yako. Mwisho, japo sio kwa umuhimu mkubwa sana, niwashukuru ndugu wabunge wateule
wa bunge hili tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuchaguliwa kwenu na wananchi. Wananchi wameonyesha imani kubwa kwenu, na nyinyi onyesheni imani kwa wananchi ili muweze kuwaletea maendeleo. Shida ya wananchi ni maendeleo na si jingine. Asante sana. Baada ya kusema hayo, sasa nichukue fursa hii kuomba kura zenu. Mimi ni mpinzani ambaye na damu ya kizalendo. Ukinikata damu yangu haitoki nyekundu, inatoka uzalendo. Kwa hiyo nitakuwa mzalendo kwanza. Bunge nitakaloliongoza ikiwa mtanipa ridhaa ni bunge jumuishi, kwamba lazima tukae, kila eje itakayokuja tukae tukubaliane kwamba hili tunaliendeshaje. Niwashukuruni, naombeni kura zenu, mtiki Amini Alfred yangu. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana. Ndugu Amin, waheshimiwa wabunge, kama kuna mtu anataka kumuuliza mgombea swali. Nipo. Mheshimiwa Esther. Niko huko. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa nafasi hii. Ningependa kumuuliza ndugu mgombea wa kiti cha spika, katika maelezo yako ulivyojieleza inaonekana ni mtu ambaye unafuatilia sana bunge na unazijua kanuni za bunge, na umeenda mbali kusema kwamba iwapo tutakuchagua kwa kura nyingi na ukawa spika wetu utaenda kuondoa kanuni kandamizi za bunge. Unaweza kuwatajia wabunge hao ambao ndio watakupigia kura ni kanuni ipi moja hapo ambao unaijua ni kandamizi ambayo tukipo spika utaiondoa? Asante sana mheshimiwa kwa swali zuri. Nakuruhusu jibu tu. Endelea kujibu. Uspika ni taasisi, na kwa kanuni za uongozi unapokuwa umechaguliwa kuwa kiongozi kuna kitu kinaitwa job description unapewa. Sasa mimi sijawahi kuwa mbunge wala sijawahi kuwa spika, ndio kwanza nimesimama leo kugombea. Kwa hiyo nikishaapishwa leo, mkinipa ridhaa nikiapishwa, moja ya kazi kubwa nitakayoifanya ni kila siku na mchana kusoma kanuni kiasi kwamba zikae hapo. Mheshimiwa Msukuma. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Ninatamani kumpigia kura mgombea na amejieleza vizuri, lakini ameeleza shule yake, ameeleza kazi alizozifanya. Nimeona anaongelea samaki mpaka mwisho. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, na nikimwangalia appearance mgombea ana nyota mabegani, na nikawa najiuliza majeshi yana uniform tofauti. Sasa nikijaribu kuangalia naona kama sergeant at arms, sielewi. Sasa nikataka kujua Mheshimiwa mgombea, hizi nyota ulizovaa mabegani ni moja ya uniform za kazi yako uliyowahi kufanya au ni swaga ya leo uliyokuja nayo bungeni? Mheshimiwa Amin, hilo sio swali, hiyo ni fashion hiyo. Fashion hiyo. Naomba pia naweza kumsaidia kumjibu mwenyekiti. Unataka kumjibu? Ndio. Ala. Haya, endelea. Ingawa sina kumbukumbu nzuri ilikuwa tarehe ngapi, lakini but still I remember. Wakati tunaelekea uchaguzi mkuu tuliitishwa kwa mheshimiwa msajili wa vyama. Tukapewa semina. Moja ya semina tuliyopewa ni protocol and leadership. Akawa bwana mmoja anaitwa Umari nani? Akasema kiongozi lazima uwe smart. Kwa hiyo sikuwadai rangi Mheshimiwa Msukuma jirani yangu, tamu ya chai sukari, yani mapambo tuna smartness. Haya, nadhani maswali yameisha. Tunakushukuru sana ndugu Amin. Shukrani. Maswali yameisha.